Karibu mtazamaji, ikiwa sasa imetimia saa 6 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Natumai kwamba umzima wa afya popote ulipo. Ni kipindi cha Jarida ambapo hii leo tunaangazia athari za maandamano katika sekta ya elimu, hususan katika kaunti za Nairobi, Mombasa na Kisumu. Karibu, mimi ni Agnes Gakunga. Kwenye studio siko peke yangu, niko na wadau ambao wanaelewa hali halisi ilivyo katika maeneo haya na iwapo wanafunzi wamerejea shuleni hii leo kulingana na agizo ambalo lilitolewa hapo jana na serikali. Ni naye afisa wa shirika la Save the Children, Ibrahim Alubala. Karibu sana. Mlitoa taarifa hapo jana, utakuwa unatueleza mengi kuhusiana na hiyo taarifa. Pia tunaye Pius Otuma, ni mwalimu katika shule ya Emmanuel Ngina. Karibu sana. Asante sana Agnes. Tukua pia tunamsubiri Daktari Paul Wanjohi, yeye ni mweka hazina AUSA Kenya. Tutakuwa tunajumuika naye baada ya muda usiokuwa mrefu. Pia tukua tunaendelea kumtafuta Kahi Indimuli, yeye ni mwenyekiti wa shirika la wakuu wa shule za sekondari humu nchini. Tutakuwa pia tunajiunga naye kwa njia ya Zoom akiwa katika maeneo ya Machakos. Karibuni sana kwenye mjadala wetu. Mwanzo kabisa, wanafunzi wamerejea shuleni hii leo. Tuanze na wewe mwalimu Otuma. Naam, shukran Agnes. Kurejea shuleni kwa walimu na wanafunzi kumekuwa na idadi ndogo sana, kutokana kwamba wazazi wengi bado wana wasiwasi kuachilia wanafunzi wao kuja shuleni. Licha ya kwamba serikali ilitoa agizo kwamba masomo yaendelee siku ya leo, lakini kama shuleni kwangu kumekuwa na wanafunzi wachache. Na shule nyingine zote hapa jijini Nairobi unapata ya kwamba ni asilimia finyu sana ya wanafunzi ambao wamerejea shuleni. Naam. Kumaanisha shughuli sasa, wale ambao walifika shughuli wameendelea kufunzwa kama kawaida ama hali imekuwa ni tofauti? Na wale ambao wamefika, masomo yameendelea kama kawaida, manake walimu wako pale shuleni na wanapowapokea wanafunzi lazima tuendelee na shughuli za masomo. Lakini itabidi shughuli hizi zirudiwe upya wakati wanafunzi wamekuja wote. Kwa sababu unapata darasa la wanafunzi kama 45 ni wanafunzi 13 waliofika. Kwa hivyo kwa hekima ya mwalimu, wale wengine watakapokuja itambidi mwalimu arejelee shughuli za masomo ambazo alifanya. Naam. Bwana Ibrahim, umesikia semi za huyu mwalimu Otuma. Anasema kwamba idadi ambayo ya wanafunzi waliofika pale shuleni ni idadi ndogo. Anatupa taswira ya shule, baadhi ya shule katika kaunti hii ya Nairobi. Hapo awali kwenye sehemu ya taarifa za yanayojiri, mwenzangu Bramwell Bwira kutoka kaunti ya Kisumu pia alizuru shule kadhaa na wanafunzi wengi, shule nyingi hata zilisalia bila hata mwanafunzi mmoja. Amesema kwamba wale ambao wamefika, shughuli za masomo zitaendelea kama kawaida, lakini sasa wakati wote watakaporejea mwalimu itamlazimu kurejelea tena. Hali hii inaashiria nini katika sekta ya elimu? Naam, hali hii jinsi tulivyosema kwenye taarifa yetu kama Save the Children hapo jana, itatatiza sana suala la elimu na hasa haki za elimu katika taifa la Kenya, kwa sababu mwalimu amesema ya kwamba wale wanafunzi ambao wamefika leo ni wachache. Na japo wataendelea kufunzwa, wakati wale wengine wote watarudi, itabidi yule mwalimu aweze kurudia yale ambayo amefunza leo. Shule yake kwa mfano ametupatia hali ilivyo ya kwamba kwa darasa la wanafunzi 45 kuna wanafunzi 13 ambao wamekuja. Hiyo inamaanisha ya kwamba kwa kila wanafunzi 4 ni mmoja tu ambaye amefika. Na hiyo ni vizuri, kwa sababu kwa shule zingine jinsi ulivyosema hakujakuwa na mwanafunzi yoyote. Na kitu ambacho tunasema ni kwamba wakati mtaala ulipokuwa unatengenezwa, ile curriculum ilikuwa inatengenezwa, ilitengenezwa kwa njia ya kusema kwamba hii elimu itapeanwa kwa muda fulani, kama ni majuma 20, na wale ambao walikuwa wanatengeneza huo mtaala hawakujua kwamba kutakuwa na wakati ambapo kutakuwa na kusitishwa kwa elimu. Kwa hivyo kufanikisha utekelezaji wa huo mtaala utatazika pakubwa, kwa sababu wanafunzi
kuwa na wakati wa kusoma vile ilivyokuwa inatarajiwa. Jambo lingine pia utapata kwamba kuna zile tunaita extracurricular activities shuleni. Kwa mfano wakati huu tunajua kwamba kuna tamasha za muziki, music festivals, pia kuna zile term 2 sports. Pia zile zitatatizika pakubwa kwa sababu pia wanafunzi wale wa grade ya 3 wanaendeleza ule mtihani wao wa NEC. Kuna mtihani wa NEC, kuna wale ambao pia watakuwa darasa la 6 ambao pia wanajitayarisha kwa mtihani, na pia wale wa darasa la 8. Hiyo itatatizika pakubwa, na pia tunajua kwamba kama taifa tumetoka tu kwenye lile janga la COVID-19 ambapo wanafunzi walitatizika pakubwa. Tuliona elimu ilisitishwa kwa muda mrefu, na tulikuwa tunajaribu kufanya ile tunaita catch up. Na sasa kama wakati tunafanya hiyo catch up, bado tutasitiza tena masuala ya elimu, kutakuwa na athari kubwa sana. Alafu jambo lingine pia ambalo ni muhimu kusema ni kwamba utapata ni kaunti 3 ambazo taarifa ya serikali ilisema kwamba elimu isitishwe. Kaunti ya Kisumu, kaunti ya Mombasa na kaunti ya Nairobi. Kumaanisha kwamba kaunti zingine nyingi elimu imeendelea. Nilisikia kwa taarifa yako ukisema kwamba kule Kiambu kulikuwa hakuna wasiwasi. Hali ni hivyo hivyo. Kutakuwa na ile ambayo tunaita ukosefu wa usawa ama inequality mwishowe. Kwa sababu kabla hata tugusie hilo, tutagusia hilo pia, lakini kwa sasa ni mnukuu baadhi ya maneno ambayo yameweza kuchapishwa kwenye gazeti la The Standard. Ni maneno ya katibu mkuu wa chama cha NAT Collins Oyu. Amesema kwamba kupotezwa kwa lisali moja kutokana na maandamano katika sekta ya elimu, wengi watadhania kwamba sio muda mwingi, lakini matokeo ndio yatakayoonyesha athari ambayo ilikuwepo. Pia hapo majuzi kwenye taarifa ya KTN News, Kahindi Muli alisema kwamba jumla ya ule muda ama yale masaa ambayo yatapotezwa kutokana na hii hali ya maandamano shuleni katika hizi kaunti 3 hayatapungua masaa 18. Inaashiria nini kwa huyu mwanafunzi aliye katika kaunti ya Nairobi, Kisumu na Mombasa? Tuanze naye mwalimu. Shukran sana Agnes. Kwanza kabisa, kabla hata tujazungumzia madhara yanayoletwa na maandamano haya kwa masomo kiakademiki, unapata kwamba mwanafunzi anapoketi nyumbani anaanza kukumbwa na msongo wa mawazo. Na mwanafunzi huyu anaweza kuwa yeye ni mtahiniwa, anastahili kufanya mtihani wa darasa la 8 ama kidato cha 4, grade ya 6 ama grade ya 3. Kwa hivyo kwa kuketi nyumbani, mwanafunzi huyu tayari anaanza kusumbuliwa na msongo wa mawazo, kiasi ya kwamba atakaporejelea shule zitakapofunguliwa rasmi, itabidi sisi kama walimu tuanze kuwapa mawaidha na uzungumzi nafsia kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa tena wako tayari kumudu masomo. Na vile vile jinsi Collins huyu amesema ni kwamba tunapopoteza hata saa moja wakati huu tunapojaribu kuandaa kwa ajili ya mitihani, unapata inakuwa vigumu kurudi kumfundisha huyu mwanafunzi kutokana na zile mbinu ambazo zimewekwa pale na wataaluma. Sasa itabidi sisi kama walimu tutumie mbinu za mkato kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakumbuka yale ambayo ni muhimu kwa ajili ya kufanya mtihani huu. Kwa hivyo unapata mwanafunzi huyu licha ya kwamba anaweza kupasi mtihani ule, hakuandaliwa vyema. Yeye alikumbuka tu mambo 2-3 ambayo mwalimu anasisitiza na akaenda kwenye mtihani na labda kwa bahati akapita. Lakini mwanafunzi huyu hatakuwa ameokwa na kuiva vizuri kulingana na zile falsafa ama vipengele ambavyo viko pale. Kwa hivyo unapata ya kwamba tendo hili la kuleta wasiwasi na kuzua maandamano limeathiri sekta ya elimu pakubwa. Kwa sasa madhara makuu ni kwamba wanafunzi wetu wanapoteza wakati wa kusoma. Wanafunzi wetu hapa nchini huenda wakafeli mtihani, na ukumbuke mwanafunzi huyu wa Nairobi, Kisumu na Mombasa atafanya mtihani ule sawia na mwanafunzi wa Kiambu ama mwanafunzi wa Nyeri. Hawatasema kwamba mwanafunzi wa kaunti hizi 3 wapewe
nafasi nyingine kwa sababu walikosa kwenda kule shuleni. Kisha baada ya hapo, hizi picha ambazo wanafunzi wanajionea, hivi majuzi umeona Kimbuini kule Kangemi wanafunzi wanafyatuliwa vitoa machozi. Visanga hivi vinajisajili katika mawazo na akili za hawa wanafunzi, na wanapoendelea kuwa watu wazima wanajua kwamba kumbe hata ghasia ndio mbinu mufti ya kusuluhisha matatizo. Kando na pia na hilo, kwa sababu pia hilo tutaweza kulichangia, kwa sababu hapa jana kulikuwa na maandamano. Wanafunzi walikuwa nyumbani, walikuwa wapi? Walishiriki ama bado walisalia tu nyumbani tu? Lakini kabla ya hilo amezungumzia kuhusiana na athari ambazo mwanafunzi anapitia, na pia ikizingatiwa kwamba yeye akizungumza kama mwalimu anasema kwamba itawalazimu wakati wanafunzi watakaporejea sasa hali kama ya kawaida, itawalazimu kando na kufunza masomo darasani wawape pia ushauri na saha. Je, na huyu mwalimu naye? Na hilo ndilo jambo ambalo pia yafaa tuzingatie, kwa sababu tunatilia mkazo sana kusaidia mwanafunzi, lakini pia mwalimu pia ameathirika pakubwa kwa sababu yeye ni mmoja katika jamii. Na kwa hivyo na si mwalimu tu, hata wazazi pia wameathirika pakubwa, kwa sababu kwa wakati huu unapata kwamba kama watoto watakuwa nyumbani, itabidi wazazi fulani pia wakae nyumbani ili kuweza kuwasaidia watoto wao katika hiyo hali ya kuhakikisha kwamba elimu inadhimishwa. Kwa hivyo mbali na athari ambazo mwanafunzi amepitia, pia mwalimu atapitia hiyo changamoto. Lakini sasa jambo kubwa ni kusema kwamba pia mwalimu anafaa asaidiwe, kwa sababu ile stress ambayo mwenzangu amezungumzia, mwalimu pia ataipitia. Na hatujaweka mbinu za kuhakikisha kwamba huyu mwalimu amesaidiwa ndiposa aweze kusaidia mwanafunzi. Tunatilia mkazo suala la mwanafunzi, na tunasahau pia mwalimu anafaa pia asaidiwe. Na hapa kuhusiana na ule muda ambao wanafunzi wameweza kupoteza, labda itawachukua kipindi cha muda upi ili pia waweze kuwa sambamba na wale wanafunzi wengine katika maeneo mengine? Labda huenda itachukua muda ama itakuwa pia ni rahisi kuweza hata kuziba lile pengo ambalo wameweza kulipoteza wakati huu? Wajua Agnes, kwa kimombo tunasema kwamba time lost is never recovered. Ukipoteza muda ushaupoteza. Kurejesha tena ni vigumu sana. Kwa hivyo jinsi mwalimu alivyosema, mara nyingi utapata kwamba wanatumia njia za mikato kuhakikisha kwamba yale ambayo walifaa kutimiza kulingana na mtaala wa elimu wameutimiza kwa wakati ule. Kwa hivyo kuna hasara nyingi sana ambayo inatokea. Na jambo lingine pia kusema ni kwamba ukiangalia Wizara ya Elimu hapo nyuma imeweza kusema kwamba tusiwe na zile tunaita holiday tuitions ama zile wanafunzi kwenda shuleni wakati wa likizo, kwa sababu tunataka huyu mwanafunzi pia awe na muda wa kupumzika nyumbani. Kwa hivyo unaweza pata kutakuwa na labda dhana kwamba wanafunzi waweze kutumia wakati wao ambao walikuwa wanafaa kuwa wanapumzika, kwa mfano weekends ama during school holidays, ili waweze kufanya ile tunaita catch up. Na hiyo inachangia pakubwa kwa masuala ya recreation ama ile tunaita the right to play, kwa sababu huyu mwanafunzi ili awe katika njia kamilifu inafaa pia apewe nafasi ya kucheza, inafaa apewe nafasi ya kupumzika, inafaa apewe nafasi ya kujihusisha na masuala mengine ya kijamii. Kwa mfano aende kule nyumbani ajue kwamba kuna watu huchunga ng'ombe, watu huchunga mbuzi, watu hulima. Huo wakati ambao unaweza tumiwa kujaribu kucover up hii time nyingine ambayo ilipotezwa, utakuwa unatolewa kwenye nafasi ambayo mtoto angekuwa anashughulikia masuala mengine. Kwa hivyo ni vizuri kuhimiza jamii ya kwamba tujaribu kuepuka haya mambo, ndiposa tusiweze kuadhiri
masuala ya haki za elimu. Asante kwa hiyo hoja. Tukirejea sasa kwako Daktari Paul Wanjohi, wewe karibu sana. Wewe kama mwalimu, mdau katika sekta ya elimu na pia mshauri nasaha, kutokana na matukio ambayo tunashuhudia, ni mazingira ambayo kwa bila shaka kwa kweli yanakiuka haki za huyu mtoto kielimu, pia kisaikolojia na haki katika hali mbalimbali. Tukiangalia, mnapanga vipi kuwapokea hawa wanafunzi watakaporejea tena shuleni? Ni hali kuendelea kama kawaida ama kuna ile mikakati mmeweza kuweka kumsaidia huyu mwanafunzi ili yale matukio ambayo ameyashuhudia yasimwathiri hata darasani? Asante sana Bi Agnes. Niseme ya kwamba umeuliza swali la maana sana, na niseme hili swali halihusu tu shule ambazo siko katika eneo ambazo zinaathiriwa na mambo ya maandamano ambayo yako na funjo, bali ni katika nchi nzima, kwa sababu tunajua kwamba yote ambayo yanaendelea Nairobi, Mombasa na Kisumu yanaonekana kule Wajir, Garissa na Mandera. Kwa hivyo wanafunzi wote ni kama wanaathirika kwa njia moja au ile nyingine, na kwa hivyo ni charity kila shule iwe na wakati wa kuongea na wanafunzi ili kuondoa zile fikra ambazo pengine wameweza wakawa wametengeneza katika akili zao, kwa sababu tunaona kama tuchukue kama kwa mfano yale yaliyotokea pale upande wa Westlands kule Kihumbuini. Wale wanafunzi walikuwa wanaendelea na mambo yao vizuri, masomo yao na kadhalika, wakaenda vizuri, lakini yote ambayo yaliyotendeka tunajua kwamba yaliwadhuru kiafya, kisaikolojia na hata kielimu. Na kwa hivyo ili sasa wajue kwamba serikali haimaanishi kuwadhuru au pengine wengine hawamaanishi kuwadhuru, ni vema washikadau waweze kuwaongelesha, wajue hata kama pengine kuligia tear gas kule iligia kimakosa, tuseme iligia kimakosa, wasione ni kama pengine wanashambuliwa, kwa sababu ukimwonyesha mtoto ya kwamba anashambuliwa, naye atatafuta jinsi au binu aidha za kuhepa au za kujikinga. Za kuhepa saweza sikawa akose kurudi shule. Tuona siku kama 3 baada ya yale yaliyotokea pale, wakati maafisa wa elimu walipotembea katika shule ya Kihumbuini, walipata wanafunzi wengi hawakuwa wamefika au wamerudi shuleni. Na kama vile ndugu yetu kutoka kwa haki za wanafunzi amesema, ukigusa tu haki dogo ya mwanafunzi, unagusa kesho ya nchi au dunia nzima. Mtoto mmoja asiporudi kwa shule kwa sababu pengine aliogopa, imagine yale mambo ambayo yatatendeka katika familia au jamii ambao angekuwa akishikilia. Kwa hivyo kile ningesema Bi Agnes ni kwamba ni lazima kila shule, sio katika Nairobi au Mombasa, lakini kila pahali tuchukue jambo hili la guidance na counseling, tuongee na wanafunzi. Na pia kama vile mwalimu mwenzangu alinena hapo awali, tunapoangalia jinsi ya kuokolea ule wakati ambao pengine umepotea, ni vema tusichukue tena hatua ya kuwadhuru au kudhurumu nyakati zao, kwa sababu kama wanafunzi wamepoteza wakati wanaporudi shuleni, kama kuna mambo ya michezo, wacha waende katika uwanja wakacheze. Kama kuna ratiba ya shule lazima iendelee kama kawaida. Tusiseme ya kwamba watoto waje shuleni wakati wa weekendi ili atuwaokolee ule wakati. La, sio vema. Ni vema tushike vyema ya kwamba haki za mwanafunzi kama zimedhulumiwa na mwingine, nasi tusiingie kama wanafunzi au washikadau wa elimu kuongezea. Kuna jambo ambalo umelitaja na ni muhimu kwa kweli, bila ili liweze kueleweka hata na wanafunzi na walimu pia, pamoja pia na wanafunzi wajue haki yao, pamoja na wazazi pia, kwa sababu pia haki za wanafunzi zinatuhusu sisi wazazi. Kuna kitu ambacho umetaja kusema kwamba wakati hali itarejelea kama kawaida, kuna huu muda ambao umeweza kupotezwa. Wanafunzi watakaporejea shuleni wasirundikiwe masomo, iwe hata wakati wa kucheza hawana. Ratiba iendelee kama kawaida. Huu muda ambao ulipotezwa, huo mwanya utazibwa vipi? Asante sana Bi Agnes. Tuseme ya kwamba kuna mambo katika maisha ya binadamu utendeka. Mtu aweza akagojeka na kadhalika. Na kwa sababu hata mwanafunzi anapogojeka na akawa amelazwa hospitali, anaporudi anashikilia kutoka pale atakapokuta wengine. Ningelisema tuendelee vile vile kama vile students huyu rafiki yetu amesema, ni vema tuchukue hivi wakati ambao umepita na tunapoendelea hata katika especially shule za msingi, sio mengi ambao huwa yamepotezwa, sio mengi, kwa sababu hata shule nyingi huwa zimemaliza mambo ya silabasi mwalimu wetu kufikia hata muhula
wa pili pale katikati. Kwa hivyo mara nyingi wakirudia yale ambao wameyasoma, mimi nasema hakuna muda tuweza sema kwa ukamilifu ati umepotea mwingi sana vile. Hebu tukumbuke mwaka wa 2007, tukumbuke mwaka wa COVID na kadhalika. Nyakati kama hizo tuweza tukasema walipoteza muda. Lakini huu wakati wa maandamano, kwa sababu ya tunaona ya kwamba maandamano kama jana ilikuwa siku moja. Si ndio watoto wetu wako shuleni? Lakini si wengi. Kama kaunti ya Kisumu shule nyingi hawajaenda. Ndio, hawajaenda hata kama itakuwa ni siku 3. Si wanapataga hata half term. Lakini tunapoangalia sasa kule yale mambo ya kusawasisha, nasema mwalimu hata awe katika hali ya kurudia, kila mwalimu anafahamu wanafunzi wake. Afanye vipi? Ule wakati wa contact na mwanafunzi ajaribu kumfanya uwe very productive. Kwa sababu hata walimu wote wakiulizwa, na nina furaha kwa sababu tuko na mwalimu katika studio, kuna wakati mwingi walimu hautumii katika ile hali ya kufunza. Sasa hata ukiwa katika darasa uwe na ile contact yako na mwanafunzi, sasa iwe very very productive. Kwa sababu haya maandamano hayajaanza jana, yamekuwepo katika miezi ya hivi karibuni, na tulishuhudia kwamba hata wakati ule, hata kabla, serikali haikutoa ama kupitia Wizara ya Elimu haikutoa agizo la wanafunzi katika maeneo hayo wasiende shuleni, lakini tulishuhudia baadhi ya wazazi walihofia kuwaruhusu watoto wao kwenda shuleni. Wakati huo labda kuna yale ambayo mliyasoma mkajiandaa kipindi cha hivi sasa kuhusiana na matukio ya sasa, kwa sababu mulitarajia haya. Kuna vile ambavyo labda mlikuwa mmejipanga hata kuwapa wanafunzi kazi ya ziada zaidi, labda kuna vile mlikuwa mmejipanga mwalimu? Naam, Agnes, jinsi ambavyo shule nyingi zimejipanga haswa hapa jijini Nairobi na miji mikuu humu nchini ni kuhakikisha kwamba masomo yanaendelea licha ya kwamba wanafunzi hawako shuleni, huenda wako kule nyumbani. Eti kwamba wanafunzi wakiwa nyumbani, masomo yanaendelea pale nyumbani. Baadhi ya kujipanga ama sehemu moja ambayo tunajipanga sisi kama walimu ni kuhakikisha kwamba tumewalimbikizia kazi hawa wanafunzi, kazi ya kutosha. Kwa hivyo utapata wanafunzi, kwa mfano siku ya Jumanne katika shule yangu tuliweza kuchapisha kazi ya ziada nyingi tu ambayo mwanafunzi anaweza kuifanya Jumatano, Alhamisi, Ijumaa hadi Jumamosi. Manake tulikuwa tumeruwaza mbele ya kwamba huenda maandamano haya yakaathiri masomo. Kwa hivyo unapata tunawapa kazi ya ziada, tunawapa kazi hata ya kufanya miradi kule nyumbani, na wazazi sasa, mzazi ndiye anakuwa yeye ni kama mwalimu ahakikisha kwamba kazi hii imefanywa. Vile vile kuna baadhi ya shule ambazo ziko na nafasi kubwa ikifika kwa masuala ya mtandao. Kwa hivyo utapata kwamba shule hizi ambazo zina uwezo zinaweka miundo msingi kwa kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wanaendelea na masomo kupitia kwa mtandao, labda kupitia kwa mtandao wa Zoom ama Microsoft Teams. Kwa hivyo mtoto akiwa pale nyumbani unapata ya kwamba masomo yanaendelea. Kwa mfano siku ya leo nilipotoka nyumbani, mtoto wangu alikuwa anasoma kupitia mtandao. Hizi tu ni baadhi ya mikakati ambazo tumeweka kama shule kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wakiwa pale nyumbani wanaendelea kusoma. Kazi ya ziada ambazo wanabeba kwenda nazo nyumbani na pia masomo ya mtandao. Wengine wakishafanya hiyo kazi watanitumia kwa WhatsApp, kisha utasahihisha tena na kumweleza. Lakini changamoto na mbinu hii ni kwamba tukumbuke, ukiangalia utafiti kwa mfano hapa jijini Nairobi, ni 20% ya wanafunzi ambao wana ule uwezo wa kuweza kutumia mtandao ama wana miundo msingi. Kwa hivyo utapata wanafunzi wengi hapa jijini Nairobi wako katika mtaa wa mabanda. Kwa hivyo hata ukimwambia mwanafunzi ambaye anatoka Kibra ama Kangemi ama Kayole ya kwamba leo tutakuwa na mkutano katika mtandao wa Zoom, mwanafunzi huyu akifika nyumbani kuna kile ambacho mzazi anaona ni muhimu. Je, nitachukua shilingi 50 ninunue data bundles mwanafunzi aende kwenye mtandao, ama 50 hizi nitaenda kununua sukuma wiki ili tupate chakula? Kwa hivyo unapata licha ya kwamba kuna hizo mbinu ambazo tunatumia kuhakikisha masomo yanaendelea ambayo mzungu anaita remote learning, mbinu hizi si kamilifu
kutokana na uhalisia. Wazazi wengi hawana uwezo wa kuweza kuingia kwenye wifi na mambo ya mitandao. Ama pia wengine bado wako mbali, hawako karibu na watoto wao. Na wazazi wengine pia wako mbali. Kwa hivyo unapata ya kwamba mbinu ambayo ni kamilifu zaidi ni kwamba wanafunzi hawa warejee shuleni. Ile uhalisia wa ana kwa ana baina ya mwalimu na mwanafunzi uwe pale, ambayo Mwingereza naita physical contact hours. Lazima mwalimu na mwanafunzi wawe pamoja. Na pia utafiti umeonyesha ya kwamba masomo ya mtandao yana madhara yake. Manake kuna vile vitu ambavyo huwezi kupitia kwa mtandao, ambavyo mzungu anaita key competencies. Utapata ya kwamba tukiwa namna hii, tunaonana ana kwa ana, kuna mambo ambayo mwanafunzi anaweza jifundisha pale darasani kupitia kwa wanafunzi wenzake. Anaweza jifundisha kupitia tu kwa mazungumzo. Mimi kama mwalimu wakati mwingine hata sizungumzi kwa mdomo. Mwanafunzi atatazama sura yangu na atajua ninataka kupitisha ujumbe fulani. Kwa hivyo mbinu hizi zipo, mitandao na kazi ya ziada, lakini zina upungufu mwingi. Mbinu ambayo ni murwa zaidi ni kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wameenda shuleni, na wakifika shuleni wanapata wakati wa kutosha wakiwa na walimu wao. Asante sana Mwalimu Otuma. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi, na tutakaporejea kwenye awamu ya pili ya Jarida, nafahamishwa kwamba Kahindi Muli, mwenyekiti wa chama cha wakuu wa shule za sekondari, atakuwa anajiunga nasi kwa njia ya Zoom akiwa katika kaunti ya Machakos. Tutakuwa tunajiunga naye pia atupe mtazamo wake. Kufikia hapo mtazamaji, nachukua pumziko fupi, usiende mbali, nitarejea baada ya muda usiokuwa mrefu.